Bwana msikilizaji, karibu katika simulizi tamu, naenda kwa jina la tatizo langu. Tunapewa na mwanaume anaitwa Diokilisi Samson Mushi. Yes, na hii ni katika sehemu ya pili. Jana tulishia pale ambapo tayari uh, Purity alikuwa yupo nyumbani kwake na ndipo alienda kuoga, basi akawa amemfuata kule kule bafuni. Tulishia hapo bwana. Tunajua matatizo na changamoto ya mwanaume Diokilisi, lakini wengine hawajui, sisi ndio tunaojua mpaka sasa. Bwana, karibu tuendelee kufuatilia mkasa huu wa kweli. Yes, ni mkasa wa mwanaume. Bwana, mimi ni Uncle G Simulizi. Ah, msikilizaji akasema hivi, baby, mbona umeshtuka hivyo jamani? Nikasema hapana, sijashtuka, kawaida tu baby. Hapo ndipo kama nilivyozaliwa. Silikuwa naoga bwana. Basi Purity akanisogelea, akaanza kupapasa mwili wangu na mkono wake laini kama sofi. Nikasema Purity, jamani, haraka ya nini? Hebu tulia bwana, mimi ni wako. Akasema no baby. Mimi leo nina hamu na wewe. Ona ulivyo na mzee mzuri jamani. Hapo anaongea huku anaushika mpini. Ni kweli, nina mzee mrefu ila anajijua kama mimi ni mabonye. Sichukua hata dakika moja katika tendo. Nikasema baby, basi sikia. Ngoja kwanza basi chumbani twende chumbani basi. Nenda chumbani huko. Mimi nimalizie kuoga hapa, alafu nikimaliza kuoga basi mimi nitakuja huko. Akasema no. Nipo na kuna kuogesha leo. Bwana msikilizaji, hadi nilikuwa nashindwa kuongea. Nikasema no, ningoje chumbani please. Akaniambia no baby, mimi nataka tuwe wote bafoni. Mtoto akaanza kuvua nguo. Nikasema no baby, sikia basi ningoje na kuja. Mimi ni wako bwana, tulia. Akasema kweli? Nikasema ndio. Akaniambia poa, na kungoja kitandani. Nikasema poa. Basi akatoka bafoni, nikabaki na hema kule bafoni. Nikawaza sana, niliumia yani demu mpaka anaforce tuwe wote, ila sina maajabu. Nikaoga kisha nikatoka sasa. Ila natoka namkuta Purity kama alivyozaliwa. Ana urembo kwenye kiuno chake jamani. Kajiachia mno. Niwe baby, njoo basi nimekumisi. Ase, nilimtamani ila nilibaki nimesimama tu. Nilikuwa hata sielewi cha kufanya. Yaani ilikuwa mbuzi kafia kwa muuza supu. Ila sasa sikuwa na kisu cha kumchinjia. Basi Purity akaja akanikisi mdomoni. Mwanaume nilishinda kujizuia. Na mimi nikamjibu, tulikisi mno. Uwezi amini, hata kukisi ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza, na tuna mwezi na nusu katika mahusiano. Yani binti ni mtundu mno. Alijua kunihamasisha jamani. Tukajikuta tumeshiriki tendo, lakini kitutokea ni kile kile. Hakuna kitu nilifanya mimi. Nijisikia aibu na fedheha kwa pamoja. Akaniambia ndio, una shida gani? Mbona upo hivyo? Maana alihangaika na mimi kunipandisha hisia, lakini wapi. Na hiyo dakika moja nikishamaliza na kuwa siwezi tena. Yani sikuwa naelewa nililogwa au vipi. Bwana, nilijikuta nalia kwa uchungu mno. Purity akaja akaza, vipi baby? Mbona unalia? Nimekufanya ujisikie vibaya? Nikasema no Purity. Unakumbuka nilikwambia nina changamoto? Purity akasema yes, nakumbuka. Nikasema changamoto yenyewe ndio hii kipenzi. Mimi nina hii shida toka nimejitambua. Na nimeshahangaika sana eti. Na nimetumia pesa nyingi kujitibu lakini siponi. Naumia mno. Basi Purity akaniangalia kwa huruma. Akunitukana kama wengine, akanikumbatia. Akaniambia pole sana kipenzi changu. Ila ungenieleza mapema mpenzi, ningekuelewa. Nikasema nilikuwa naona aibu Purity. Akaniambia usijali basi. Kwa kuwa mimi nishajua tatizo lako, tutaanza kuhangaika wote mpaka upone, sawa? Nikasema sawa mke wangu. Bwana, nilimuona huyu mdada bwana ni kama malaika ambaye alinielewa kwa haraka mno. Basi akanikumbatia tukalala. Asubuhi nikajiandaa mimi, nikampeleka na yeye kwake. Akajiandaa kisha nikampeleka mpaka kazini kwake. Nikamwacha hapo, na mimi nikaingia kazini kwangu nikiwa na amani. Maana nilikuwa nawaza mno. Siku Purity akijua shida zangu atazipokeaje. Ila ndio nilimshukuru Mungu bwana. Amezipokea vizuri. Na mimi niahidi kuwa atapambana pamoja na mimi. Basi Purity na yeye akawa ananiangaikia sana. Na daktari ambao yeye anawajua, anaenda kufanya tiba. Nikirudi tunajaribu hola. Ilikuwa bado. Basi anatafuta daktari mwingine.
tunaenda tunafanya tiba. Nikirudi hola hamna cha maana. Akaanza kunipeleka kwenye dawa za asili mpaka njia ila wapi. Ila Purity bwana kunikatia tamaa. Alikuwa ananitia sana moyo kwani ananivumilia na ananipenda mno. Na niwe na amani kabisa. Nitapona. Kweli hatukuacha kuhangaika mimi na yeye. Na huduma zote nampa. Tena nilizidisha maana nilikuwa na uhakika kwa Purity ni wangu mimi tu. Nakumbuka bwana siku moja nilikuwa nipo kwake. Nimelala hapo. Asubuhi nikashtuka nikawa sijamkuta kitandani Purity. Nikajua mwenzangu kashaamka, basi nikanyanyuka nikaanza kuelekea jikoni. Mali jua lazima atakuwa jikoni na double breakfast. Kweli nikasogea maeneo jikoni nikasikia Purity anaongea na simu. Nikasimama kusikiliza anaongea na nani. Then niligundua anaongea na shoga yake. Nikamsikia Purity anasema, "Yaani wewe acha tu shoga yangu. Nina hamu ya kuwa flaga na mwanaume kinoma. Yaani babu huyu ambaye nipo naye jogoo hapandi mtungi. Ila pesa ananipa mwenzio. Na maisha yangu yote sasa hivi yeye ndo anisupport. Na mbwembwe zangu zote hapa mjini yeye ndo sponsor basi. Sema tu navumilia tu. Ila sina jinsi napambana na mzangu tu." Kiukweli niliumia mno. Nikasikia vibaya sana. Nikajua kumbe Purity yupo na mimi kwa ajili ya pesa tu. Na wala sikusikia mazungumzo ya upande wa pili. Na sikutaka kuendelea kusikiza maongozi yake. Chapu nikarudi chumbani ila niliwaza sana eti. Nikasema lakini kweli hata yeye anahitaji mwanaume wa kukidhi tamaa zake za mwili. Sababu anahisia na mimi siwezi kumridhisha kitandani. Niliumia kama mwanaume. Mara nikasikia anakuja Chapu nikajifanya nimelala. Akaanza kuniamsha, baby amka basi unywe chai." Nikainuka nikakaa kitandani. Nikasema leo sijisikii kula kabisa mpenzi. Akanambia kula bwana mume wangu. Ujisikii kula, umekula nini bwana? Usiwe hivyo bwana. Basi akaanza kunibembeleza. Akaanza kunilisha huko anipigisha story. Basi nikawa nakula. Ila nilikuwa na mawazo mengi kiukweli. Mimi huyu mwanamke nampenda sana, yani zaidi ya sana. Basi nikaamua kulipotezea tu hilo. Tukaendelea na mahusiano yetu kupita akionyesha kunipenda sana. Basi ikakata miezi 4 tupo kwenye mahusiano yetu. Na nampenda mno na yeye pia anaonyesha ananipenda mno. Mpaka Jovin alikuwa ananiambia, "Hoya Dio, kweli umependa." Kwa namwambia wewe acha tu. Acha mshikaji wangu, mtoto nimaliza kinoma yule. Basi siku moja bwana nimetoka zangu kazini. Nilikuwa nampigia sana Purity ila akawa hapokei simu. Nakumbuka nilipiga mno ila simu haikupokelewa. Nikaona ngoja nipite kwake kwanza. Nikafika nikaingia nikakuta mlango wake wa sebuleni umeegeshwa hivi. Nikaingia ndani. Nikaanza kuona kuna nguo za mwanaume zimetupwa pale na simu. Pamoja na simu ya Purity bwana ipo pale, kuna nguo zake pia. Nikashtuka. Nilipoona zile nguo bwana nikajua ndani kuna mwanaume. Nikaanza kwenda chumbani kwake, sikutaka kugonga wala nikasukuma mlango. Nikaingia chumbani. Aisee, sikuamini tukiona. Jicho lilinitoka mno. Namkuta Purity yupo na mwanaume kitandani ukifanya mapenzi. Aisee, hasira zilinijaa. Nikamrukia yule mwanaume nikaanza kupigana naye aisee. Mwanaume naye akajibu mashambulizi, tukaanza kupigana mule ndani. Nilikuwa nina hasira. Nilimzidi nguvu kidume kaniponyoka kakimbia. Nikamgeukia Purity sasa nikaanza kutetemeka. Akaniambia, "Baby, ni shetani tu alinipitia." Nikasema, "Purity, ni nini naona mamangu? Sio ulisema unanivumilia wewe. Kumbe wewe ni muongo, si ndio?" Akaniambia, "Nisamee baby please. Ni leo tu wala sio kwamba nafanyaga kila siku." Bwana msikilizaji, sio siri. Niliumia sana, sikutaka kukaa pale. Nikaondoka zangu. Nikaenda mpaka klabu nikaagiza pombe nyingi sana. Nilikunywa mno. Nilijiona sina thamani katika hii dunia. Akaja mhudumu sasa akaniambia, "Wewe kaka vipi? Hebu lipia kabisa. Maana hizo pombe zikikorea utasema ushalipia. Itakuwa shida hapa." Nikamwangalia nikachukua pochi langu bwana nikampa. Nikamwambia achukua zote hizo. Wewe si nikaaba tu. Mshezi mkubwa wewe. Nyie amliziki hata mpewe nini? Wanawake wote mbwa tu. Na wewe hapo ni namba 1, wewe mshenzi kabisa. Chukua sasa hizo pesa zako. Kaba mkubwa wewe. Aise, nilikuwa na hasira, nishaanza ni kulewa. Nilimtukana yule dada. Nikaona kabaki kushangaa tu. Akaniambia, "Wewe vipi wewe? Kwani mimi kosa langu nini? Kuja kudai pesa au vipi? Wewe si unakunywa vinywaji hapa? Au unakunywa maji? Mbona sikuelewi kaka?" Nikasema, "Mbwa wewe, hebu toka hapa bwana wewe." Nikaona kaja ndani mwingine naye mhudumu pale. Nilimtambua kwa jinsi venye alikuwa amevaa. Kumwambia, "Flora, mwache huyo kashaanza kulewa. Wewe chukua pesa ya vinywaji tu alivyokunywa kisha ondoka."
Akasema sawa. Nikaona kweli, akachukua pochi yangu tu, akatoa pesa kadhaa, akachukua nyingine akazirudisha mole katika pochi. Akanisogezea pochi langu kisha akaondoka. Nikabaki na kunywa huku natukana ise. Nilitukana wanawake wote hiyo siku. Kama vile mimi sijazaliwa na mwanamke. Nilitukana mno. Yaani nilitukana kutukana, nasikia na maumivu nilikuwa nayo. Kitendo cha kukuta demu wangu yupo na mwanaume mwingine kiliniuma mno. Japo mimi sikuwa na nguvu, ila kilinipaini. Maana niliwekea katika 100% kuwa yule ni wangu. Na aliniambia na nivumilia mimi. Nikaanza kuconnect yale maneno niliyasikia kwake ile siku kwamba kwangu yupo kwa ajili ya pesa. Ndo kabisa nilipata jawabu kwamba Purity kwangu kinachomweka ni pesa na biashara tu, umaarufu wangu na wala sio kingine. Bwana, simu yangu iliita mno, lakini sikuangalia hata ni nani anaipiga simu. Sikutaka kushika simu kabisa. Aisee, nilipiga pombe hiyo siku vibaya sana. Nilikunywa mno mpaka nikazima. Nikaja kushtuka nipo kwa Joven. Nikakaa nikasema hapa nimefuata nini? Mbona sielewi? Joven akaingia. Akaniambia Sadio, wewe umeanza ni kunywa pombe hivi? Nikabaki kimya. Akaniangalia, ndio. Unakunywa hadi unazima kweli? Ndio unywaji gani huo? Hata mimi nakunywa pia mno kuliko wewe. Ila sijakufikia hiyo level bwana. Shida nini mtu wangu? Nikasema sina shida mwanangu. Ila jana nilikuwa na vibe la pombe tu. Akaniambia sawa. Kwa nini unatukana hadi wahudumu? Wanawaita makahaba. Nikasema ndio. Si ni makahaba tu. Hasa watu wanauza biashara za baa, sio wanajiuza tu. Wewe unaonunuaga wewe. Jovini akacheka. Akaniambia sio wote wanajiuza ndio. Acha kudhalilisha wanawake. Sio vyema mshikaji wangu. Pale wengine wanatafuta vipato tu na wapo kama unavyodhani wewe. Nikasema poa. Nimefikaje hapa? Akaniambia kuna mhudumu anakujua, aliwahi kuniona na wewe. Pale tu alinipigia na nikakufuata, nikakurudisha home. Nikacheka. Maana najua huyo mhudumu lazima alikuwa ni mwanamke wake kashatembea naye. Nikajua basi poa. Gari yangu ipo wapi? Akaniambia nimekuja nayo, ipo nje. Akanipatia na vitu vyangu vingine, nikarudi home kulala. Maana bado sikuwa sawa kabisa. Nikaamka jioni nikaoga. Nikala ndo nikashika simu na kuta SMS za Purity nyingi sana. Mwanzo alikuwa anaomba msamaha. Mwisho alinichana akaniambia unadhani mimi sina hamu ya kuwa na mwanaume? Nimekuvumilia miezi minne. Ulitaka mimi nikungojee tu. Na sijui kama utapona wewe. Sijui utapona lini. Sijui. Ninachokiona tu itakuwa wewe sio riziki yangu. Au nadhani wanaume wote wapo kama wewe? Niliumia kinoma msikilizaji. Ila tu sikutaka kumjibu hata kidogo. Niliona nitazidi kumpa chance ya kunidhalilisha tu. Nikaacha kabisa na SMS zake. Nikazifuta alafu nikablock namba zake. Nikasema huyu dem jao sana. Alafu nilimwamini sana eti. Sitamani kumuona tena yule dem. Na siwezi kuendelea kufanya kazi na kampuni yake tena. Lazima nivunje mkataba wa kampuni yake. Kweli, nikajiandaa mwanaume nikachukua ndinga yangu mpaka kwenye kampuni yake. Nikafika nikashuka nikaingia mpaka ofisini kwake, nikamkuta ofisini kwake akiwa busy na kompyuta yake. Aliponiona akaanza kuninyari. Nilichukia kinoma. Ila nikajitahidi kucontrol hisia zangu. Akaniambia karibu, nikasema asante. Kwa sababu nimekuja kuvunja mkataba wa ubia kati ya kampuni zetu. Alishtuka mpaka alisimama. Maana mimi kampuni yangu ni kubwa mno. So ilikuwa inaibeba yake. Akasema no ndio. Unataka ulete issue za mapenzi katika kazi? Wapi na wapi? Usifanye hivyo please. Usichanganye hivyo vitu. Nikasema mimi nimemaliza. Na wala sijaja kufuata ushauri wala maneno. Basi nikatoa ile makaratasi yangu ya kuonesha nimevunja mkataba, nikaweka mezani kwake. Nikampigia na mwanasheria wangu nikamwelezea, akasema atalishughulikia hilo. Basi kila kitu kikawa fresh. Purity akaona akasema no, usifanye hivyo please mpenzi. Unajua nakutegemea sana. Naomba tuyaongee please. Nikasema mimi muda wa kuyazungumzia haya mambo nimeamua kufanya maamuzi. Na kwa kuwa kuna faini ya mimi kuvunja mkataba, usiwe na shaka, nitailipa. Kampuni yako na ndio mwanasheria wangu anafuatilia hilo swala. Baada ya kuongea hivyo nikainuka zangu. Alafu hiyo nikaondoka zangu. Sikutaka kuonana naye kabisa. Ndio maana niliamua kufanya hivyo, kumweka mbali na maisha yangu. Basi nikafika ofisini kwangu nikiwa na mawazo sana kichwani kwangu na kichwa kitulie. Basi nikiwa vile bwana kaingia Jovin ofisini kwangu. Akaniambia mzee vipi?
Nikasema fresh mwanangu. Akaniambia mbona Pulti kanipigia anasema umevunja naye mkataba. Shida ni nini kwani? Nikamuuliza kwani yeye kakwambia shida nini? Akasema hapana, hajaniambia sababu kiukweli. Ndio maana nimekuja kukuuliza wewe mshikaji wangu. Nikasema wala kuna shida. Nimeona tu sifaidiki na ile kampuni. That is why nimevunja ule mkataba. Nikauliza au umeachana na Pulti? Nikasema hatujaachana, ila sitaki kufanya naye kazi tena. David akasema lakini mzee, nikasema stop. Sihitaji maswali tena David. David akasema poa. Akatoka nje ya ofisi yangu. Sasa nikawa busy na kazi zangu zingine. Na mengine zikawa zinaingia sana kwenye simu yangu. Yaani mno. Nikajua tu huyu ni Pulti. So sikuhangaika nazo wala nini. Nilikuwa busy bwana napiga kazi zangu, ghafla mlango wangu wa ofisi ukafunguka sukuma. Akaingia Pulti, nikamwambia umefuata nini ofisini kwangu? Na wakati mimi na wewe tumeshamalizana ama? Akaniambia no baby. Usifanye hivyo dio please. Hebu naomba tufanye kazi pamoja. Usiingize mapenzi na kazi please. Yani vitu viwili tofauti. Nikamwambia hebu toka ofisini kwangu. Mimi sitaki makelele yako hapa. Akaniambia kumbe unajishaua si ndio? Umesahau kuwa najua siri yako. Nikamwambia usinitishe mimi. Hebu kwenda zako malaya wewe. Akaniambia sawa. Sasa nataka kukuonesha umalaya wangu. Ngoja sasa nikuoneshe. Basi akatoka nje ya ofisi. Akasogea karibu na ofisi ya mfanyakazi wangu. Akaanza kupiga kelele kwa anasema jamani watu wote nisikilizeni. Huyu mnayemuita bosi wenu ndio jogoo hapa ni mtungi. Hawezi kazi kabisa chumbani. Aisee kuamini. Ninachokiona na ninachokisikia pia. Kumbe yule mkichae. Nilitoka ndani ya ofisi yangu nikiwa na hasira mno. Nilimshika Pulti bwana nikaanza kumwasha vibao. Nilimpiga kwa hivyo akaja kanishika na baadaye hebu acha bwana kupiga wanawake. Hebu tulia. Hapo nilikuwa nimechukia kinoma sana. Pindu kama alidishwa kichaa. Asema hata ukinipiga kwani wewe si jogoo hapa ni mtungi? Si ni kweli? Au mimi nadanganya hapa? Uwezi kazi. Kwani uongo? Wewe ni bwabwaba tu. Mwanaume gani wewe? Akaendelea kusema kama jamani, huyu bosi wenu hata sekunde mbili afiki kwenye tendo. Lione kwanza. Aisee. Wafanyakazi wote walikuwa wananiangalia mimi. Ilikuwa ni aibu pamoja na maumivu kwangu. Nilimchoropoka Jovi nikamkaba Pulti. Yaani kusingekuwa na watu ningemuua yule. Ila wafanyakazi wangu wengine wakanishika. Hapo tayari Pulti anavuja damu pwani. Lakini hakuacha kuongea, alitukana mno sana, alafu akaondoka. Jovi ndo kaniingiza ofisini kwangu. Kisha wengine wakatoka nikabaki na Jovi tu. Nilikuwa na hasira mno mpaka natetemeka. Tunyakaniambia tulia wewe. Alafu relax ndio. Hivyo hajui mademu. Maneno si ya kawaida tu. Wanawake kutukana ndio hivyo, ni kawaida tu. Sasa mkigombana. Sasa wewe una panic. Hivi ni vitu vya kijinga sasa. Hebu tulia ndio bwana. Kwani nikatulia. Akanipa nasaha sana. Ila niligundua Jovi hakuiamini yale maneno kabisa. Halisi ni dharau za wanawake tu. So akanituliza mpaka nikapoa. Nikasema basi fresh mwanangu. Mimi naenda home. Naambia ngoja nikusindikize. Naona leo upo sawa kabisa. Au utakuwa makini hata lodi. Nikasema poa mwanangu asante. Kweli akarudisha mpaka nyumbani. Akaniacha naye akasipa kwake. Mimi moja kwa moja nikaenda kulala. Niliona siku imekuwa ngumu sana. Ila nikajua kama Jovi hajaamini basi hata watu wengi itakuwa hivyo, hawezi kuamini maneno ya Pulti. Nikalala mwanaume nikaja kutoka jioni sasa. Nikala nikarudi tena kitandani. Nikashika simu nikakuta SMS za namba ngeni, kibao za matusi. Yaani kibao ila nilijua zinatoka kwa Pulti. Sikujibu, nikaachana naye. Nikasema mimi sitaingia katika masuala ya mapenzi tena mpaka ni point tatizo langu. Nilikuwa naumia kama mwanaume. Yaani nilikuwa napata maumivu sana. Wanaume wenzangu nafikiri mtakuwa mnanielewa. Ikapita kama wiki mbili naendelea maisha yangu. Hapo kila siku namba ngeni zinaitukana sana tu. Najua ni Pulti tu wala sikuwa na muda naye. Nilikuwa busy na kazi zangu. Kiukweli Pulti bwana anaitukana sana. Mpaka kachoka mwenyewe. Akawa atukani tena. Na mimi nilikuwa naendelea na maisha yangu bwana. Siku moja nilikuwa busy nakumbuka kazini. Mama kanipigia simu tukusalimiana. Kaniambia leo una ratiba gani? Nikasema mama leo bwana nipo busy sana na kazi nyingi. Kaniambia leo hata ukimaliza kazi saa 6 naomba uje nyumbani. Nilishtuka. Nikasema mama kuna shida gani? Akaniambia kuna shida. Ila kuna jambo la muhimu nataka tuliongee. Nikasema sawa.
nitakuja mama. Kweli nikafanya kazi zangu sana zingine nikaacha, nikamsikilize kwanza mama. Nikiwa nataka kutoka ofisini bwana Jovini akaniambia, wewe mzee vipi? Wapi hiyo? Nikasema mama kaniita, naenda home mara moja. Akaniambia, sikia, hebu tuongee kwanza kidogo. Nikaenda ukana ya kaka. Akauliza, ndio. Kwani wewe unaumwa? Nikashtuka. Nikajikaza nikasema, kuumwa nini? Akasema, ndio. Mimi ni rafiki yako, usinifiche, naweza kukusaidia eti. Mbona Puti anatukana sana SMS, ananiambia una nguvu za kiume. Eti shughuli uwezi kabisa. Yaani ananiambia matusi mengi sana kukuhusu wewe. Kiukweli mwanzo nilikuwa napotezea. Nilikuwa najua ni maneno ya maugomvi. Ila mbona kama hili swala lipo serious mwanangu? Hebu usinifiche bwana. Ni kweli una shida hiyo? Nikacheka kwanza. Nikasema, Jove, na wewe uniamini? Yaani wewe mshikaji wangu unamwamini yule malaya, uniamini mimi? Sikia mwanangu, mimi nipo sawa. Na kama ningekuwa naomba nishakwambia kitambo sana. Maana wewe ni msala wangu. Kuwa na amani kabisa. Acha kumsikiliza huyo dem bwana. Akasema, da. Basi poa mwanangu. Yule dem kweli jao. Maana kaniogopesha kinoma mpaka nikahisi unaumwa kweli. Nikasema achana naye. Mimi nawahi kwa bi mkubwa. Jovini akasema poa. Kweli nikatoka nje nikachukua gari yangu nikaanza kudrive kuelekea kwa bi mkubwa. Nilikuwa nje bado namuwaza sana Puti. Nikamwona jao kinoma. Nitamani nimpigie walau nimchane. Yaani nikaona tu nitaongeza matatizo, ngoja niachane naye tu. Basi nikafika kwa bi mkubwa. Nikapaki gari yangu nje kisha nikaingia ndani. Nikasalimia na nimkuta mama na Margaret. Tukapiga sana story pale. Baada ya muda mama akamwambia dada kuwa Mage atuache. Anamuongeza na mimi. Basi dada yangu alinyanyuka, akaniacha mimi na mama. Na mama kauza, vipi? Mwanamke wako Puti jambo? Nikasema yes jambo. Akasema mbona hujaja naye leo? Nikasema yupo busy mama. Na wewe umeniita haraka. Ndio maana sija naye. Mama akasema na uongo unao siku hizi. Nikashtuka. Nikasema uongo gani tena mama? Akaniambia Puti jana alikuwa hapa. Akasema mmeachana. Nikashtuka. Baada ya kusikia Puti kaja, nikasema kimoyoni, kama Puti kaja hapa, sijui kama hajakuja kumwambia mama aibu zangu. Nilikuwa na wasiwasi sana. Mama akaweza, kumbe wewe unaumwa ndio? Nikasema mama, mimi naumwa nini sasa? Akasema yule Puti kaja hapa, kaniambia wewe huwezi kufanya chochote mwanangu. Kaniambia maneno ya aibu sana kukuhusu. Eti huwezi kuzalisha. Na ana wasiwasi na wewe. Unashiriki mapenzi na wanaume wenzio. Maana alimaliza machozi yakimtoka. Nikasema wewe Puti ni mchawi. Hivi kapata wapi nguvu za kuja kumwambia mama yangu issue kama hizi? Nilimuona jao kinoma. Nikasema mama, sikia. Mimi na Puti tumeachana. Na nimetoa share zangu kwenye kampuni yao. Na ndio maana ananitangazia mabovu. Anatangazia ubaya kwa ndugu zangu na marafiki zangu pia. Mama, wala sio kwako tu. Hata kina Jovini anawaambia hivyo hivyo. Usilie mama, mimi nipo sawa. Sina hiyo michezo hata kidogo. Na mimi ni mwanaume mama. Kama ulivyoniona ndio nipo vile vile. Na ni mzima wa afya, usimsikilize yule mwanamke mama. Hapo mama kachanganyikiwa. I say. Hapo ndo nilijuta kumjua Puti, nilijuta. Mama akaniambia kweli mwanangu. Nikasema ndio mama. Yule ni mshenzi tu. Wewe tulia mama. Hapa atakuja mke wako mwingine kabisa. Kuwa na amani. Mama akasema nimeogopa sana mwanangu. Yule binti alivyoniambia hivyo jana. Usiku mzima sijalala mimi nawaza tu. Nikasema mama, wala usijali. Kuwa na amani kabisa. Umezaa dume tena dume la mbegu mamangu. Basi mama ndo akaacha kulia kanyamaza. Sasa nilichukia vibaya, nikasema huyu mweu nikimkamata na muua leo. Anakuja kunilizia mama yangu mimi. Alafu anatangaza kuwa mimi ni shoga. Nikasema subiri. Labda mimi sio yeye. Tusikutane. Nikajisemea ngoja nikitoka hapo kwanza namtibia kwake. Hata nieleza nini kilimfanya aje kumwambia mama yangu pumbavu. Basi pale mama akalizeka. Tukapiga sana story. Kisha nikaaga. Mama akasema sawa. Ila yule binti usimrudie, hakufai kabisa. Kama anakutangazia ujinga mwanangu, hakufai. Nikasema usijali mama. Siwezi kumrudia kabisa. Kisha tukaagana, nikatoka nikaingia katika gari yangu. Nikawasha ndinga, nikasema hapa namfuata yule mshenzi kwa kwanza. Basi nikaenda mpaka kwenda Puti.
Nilikuwa na hasira mno. Nikaanza kugonga mlango wake kwa nguvu, tena bila kupumzika, ila niliona kimya. Yaani hakukuwa na dalili yoyote ya kuwa na mtu ndani. Nikasema ni huyu pumbavu ningemkuta leo ningemvunja vunja. Angenijua vizuri mimi ni Mchaga wa wapi. Basi nikasema hapa na mngoje siondoke, atarudi tu. Nikaingia katika gari yangu nikatulia. Ile nimekaa kidogo na boda inakuja. Nikawa namshusha. We, nitoa kwenye gari nikamdaka chapu nikamwambia wewe. Wewe ni mumbea sana eh. Anasema wewe nini, hebu niache huko. Nikasema hivi, ni nini kimekufanya uende kwetu? Ukaseme ujinga wako kwa bibi mkubwa wangu. Kaniambia hebu niache. Niache. Kwani si ni kweli? Wewe kazi unaiweza? Mimi nimwambia mama yako uwezi. Anajua dawa uende akakusaidia. Sasa nilimpa kofi moja la mdomo mpaka akatema damu. Akaanza kutukana kama kawaida yake. Aisee, hii siku alijuta. Nilimpiga hiyo siku kama napigana na mwanaume mwenzangu. Ila bado alikuwa anatukana. Na mimi matusi yake ndio alizidi kunipa hasira. Nilimdunda kweli kweli. Yaani nilimpiga mpaka akaacha kutukana, akaanza kuomba msamaha. Yule boda aliyomleta kuwa ameondoka. Akaja kunishika akasema, bro, basi acha usipigane na mwanamke, unajiaibisha. Hapo yeye yupo chini, kalala hata nguvu ya kujisogeza hana. Maana nilimkunyuga kweli kweli, nilimpiga kweli kweli. Nikamwambia, yani point wewe ni mshenzi, ila nakupa onyo. Ukinifuatilia tena kufyatulia na kufatua basi wala kitu. Subiri sasa. Wewe unajifanya mwendo wazimu, nitakuonesha. Nikapanda kwenye gari yangu nikasepa home. Nikafika kwangu nikaoga nikakaa kitandani. Nina hasira kinoma. Nikampia Jovi nikamwambia, oya, uko wapi? Akaniambia home mzee. Nikamwambia kesho so weekend. Tuanze tu viwanja. Akaniambia unyama mwanangu. Basi tukutane kiwanja fulani hivi. Nikasema poa. Bwana, hicho kiwanja alijonitajia Jovi ndio kilikuwa kiwanja chetu pendwa, kipo Masaki pale. Kweli nikatoka zangu mpaka hapo. Na yeye nikamkuta kashafika, tukasalimiana. Akaniambia wewe fala wewe. Ushaanza kuwa mlevi siku hizi. Nikacheka. Nikasema hamna hata. Nataka kuchangamka tu. Maana kuna mbwa leo kanizingua. Kevin akamuita mhudumu. Akajua dada ambaye ile siku nimetoka kumfumania puti nilimtukana sana eti. Japo ile siku nilikuwa nimelewa lakini nilikumbuka vizuri. Akaja akatusalimia, akachukua oda yetu akatutia vinywaji. Akasema karibuni wateja wangu wazuri, aka wateja matusi. Nilijikuta nacheka, maana nilihisi kanisahau. Nikamwangalia vizuri ni kazuri kenyewe kapo simple tu. Ila kanavutia mno. Nikasema nilihisi umenisahau, kumbe unanikumbuka. Akasema wewe nakusahauje kwa matusi yako? Nikacheka, nikatoa 50 kwenye wati yangu nikampa. Nikamwambia hiyo pole basi. Hiyo nimekupa kwa ajili ya pole ya matusi. Akacheka. Akapokea akaniambia asante. Nikasema poa. Basi nikahisi amani mno kuongea na yule binti japo sikujua kwa nini. Basi tulikuwa tunakunywa na mshikaji wangu story nyingi sana. Leo mimi akaniambia yani hapa nataka demu kwanza nikapunguza uzito mwanangu. Nikacheka. Namjua Jovi lazima akilewa atake demu. Ndio mambo mengine endelee. Akasema au niongee na yule mhudumu. Alotuletea vinywaji hapo. Sasa nijikuta tu nimeropoka nikamwambia sikia wewe. Yule mkaushi nataka awe shemeji yako. Nimempenda eti. Jovi akacheka. Ananiambia umeanza kuchangamka au sio? Maana unanisemaga mimi naopoa wanawake wasioeleweka. Nachukua wanawake wa basi sijui nini. Haya, na wewe kiko wapi? Ila poa tu, ngoja niende hii kona. Huku najua sikosi dem. Basi akanyanyuka akaanza kutoka nje ya klabu. Nikabaki mwenyewe na kunywa. Nikamuita bwana yule mhudumu sana, nikamuuliza hivi wewe unaitwa nani? Akaniambia mimi naitwa Flora. Nikasema unakaa wapi? Akaniambia nakaa Kinondoni. Vipi kwani? Mbona maswali mengi mpaka naogopa? Nikacheka. Nikasema unaogopa nini sasa? Kwani wewe si ni mtoto? Nikaona kacheka tu. Nikatoa simu nikamwambia bwana naomba namba yako. Kweli akachukua simu yangu akaandika namba zake. Nikasema poa tutaongea basi. Akaniambia poa karibu. Akanyuka nikaondoka. Akanyuka yeye akaondoka. Nikawa nakunywa mwenyewe. Stress kibao maji hivi akarudi. Akasema mbona umerudi chapu mwanangu? Akaniambia nimepiga kimoja tu cha kupunguza uzito. Nikacheka kinoma. Nikamwambia mpira umevaa lakini au unataka tupeane shida mbele huko? Akasema hiyo muhimu babu. Navaa na iko ndo kitu cha kwanza bwana. Nisahau vipi sasa? Basi tukacheka kinoma. Tulikaa pale mpaka saa 8 usiku. Nikarudi kwangu sasa. Nikafika kulala, sasa nilikuwa nimechoka. Alafu nilikuwa tungi kinoma. Asubuhi niliamshwa na hodi za fujo kwenye mlango wangu. Nikasema nani huyu ananigongia hivi lakini. Na getini mlinzi yupo. Nikatoka na wengi la usingizi kinoma. Yeye anafungua tu nakutana na askari watatu. Mmoja akanambia, "Mr. Dio,
upo chini ya ulinzi kwa kosa la kupiga na kumdhalilisha mwanamke. Nikasema kimeumana, na wengi la usingizi likakata kwanza. Bwana msikilizaji, hii ni simulizi tamu kweli kweli. Hii ni simulizi ya kweli. Huu ni mkasa wa kweli tunapewa na Dioclesi Samson Mushi. Bwana, usisahau hii simulizi ni ya moto, usikose kuifuatilia hadi mwisho. Bwana, tumeona kwamba Dio kampiga mwanamke, Purity kampiga kweli kweli mpaka kaenda kumshtaki polisi. Amewekwa chini ya ulinzi, hatujua imekuwaje. Kakamatwa na polisi. Bwana, tukutane katika sehemu ijayo. Mimi ni Uncle J Simulizi.